Kichwa cha somo, uwezo na nguvu ndani ya mwamini. Kuna siku moja nilizungumza kichwa cha somo kinachosema uwezo na nguvu katika kanisa. Katika kanisa. Punguza hadi kidogo sana. Alafu nilipozungumza uwezo na nguvu katika kanisa, nilizungumza misingi mitatu ambayo inaweza kuliinua kanisa likasonga mbele. Lakini nilikuja nikatamka vitu vikuu, nikasema nikitamka mambo ya uwezo na nguvu vinavyokupa uwezo katika kanisa. Sikusema kwamba nikisema kanisa nazungumza habari ya watu wote. Nikatengua kauli nikasema nazungumza kanisa kama mtu mmoja. Yesu asifiwe sana. Na tukisema kanisa hatuzungumzi kama jengo ambalo hili tuko nao, ila nasema kanisa kama moyo wa mtu ambapo Mungu ameamua kukaa. Uombe, nataka nikwambie lazima uombe, na ukimaliza kuomba utaomba, na ukimaliza kuomba utaomba. Ndio maana matatizo yaliumbwa kwa ajili ya wanadamu, hayakuumbwa kwa ajili ya wanyama. Kwa hiyo wakati anakuja maana Mungu anakukumbusha lazima uombe. Na ukimaliza kuomba utaomba tena. Na utaomba tena, utaendelea kuomba. Na wakati wa amani Biblia inaniambia, wakati wa amani ndio wakati wa kuomba sana. Unapohisi Mungu amejibu, tunaendelea kuomba tena kama akiba baadaye. Na wakati huo unahisi kama wakati huo kila kitu kimechukuliwa, fedha na mali zote unazo, tunaendelea kuomba ulinzi bado tutamani, kwa sababu maombi ni busa kwetu. Lazima tuinuke kiroho kupitia maombi. Lazima tuinuke katika maisha ya kawaida kupitia maombi. Lazima tutembee kama mashujaa imani, lakini kupitia maombi. Yaani hatukwepi maombi popote tunapokwenda. Unataka watoto wainuke, ni maombi. Unataka wawe na afya njema, ni maombi. Unataka wasome fike mbali, ni maombi. Haukimbii. Simu inaenda kuzima. Eti roho. Kwa hiyo tuna watakatifu eti roho. Sio na wanasuti. Bwana Yesu sana. Mimi nitakwambia tu. Sababu nitaambia nilikutuma uende ukaseme ukuseme. Kwa hiyo kuna watu wanatembea eti roho. Kila mtu akaangalia tili eti roho. Sio kana shoot down. Kwa hiyo usifikia hatua ya kushoot down. Kwa sababu unaposhoot down hautakuja kutajwa kwa haraka. Na siku yote ikishoot down, nenda katika kwenye angalia kuanza kuingiza taratibu. Maana yake kutoka kwenye stage ambayo uko nayo mpaka ukainuke. Yaani ni process ngumu sana. Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja akasema unajua kuna wakati lazima ufunike kombe maana alama fanya apite. Tafsiri yake ni nini? Kuna wakati sio vyote vya kufikirisha uongo mpaka ukaumia. Vingine unaacha wakuone mpumbavu na mjinga kwa namna ya mwili, lakini kwa namna ya roho wewe umeshinda. Kwa hiyo kuna lazima ujue namna ya kustahimili kwenye changamoto. Na uweze kupima kama wewe umekuwa kiroho, kama umekuwa kimwili, kustahimili kwenye changamoto. Sio tunafanikiwa wakati wa hela na wote wanasema huyu jamaa hapana. Ili tujue umekuwa lazima upite. Na ukishapita utoke kama shujaa. Nikakwambia siku moja shujaa ni yule ambaye kiingia vitani, hata kama alienda akajificha kwenye pango, hakupigana chochote, akirudi Tanzania sisi tunasema yule ni shujaa, kamanda wa jeshi wa Tanzania pia wanapata. Lakini alienda kufanyaje? Akajificha. Kwa hiyo kuna vitu vingine ndani ya kanisa vinapokuja kama vita lazima ujifiche, usilazimishe kusimama. Watakupiga risasi utakufa. Kwa hiyo lazima ujifiche, vile kisha unaendelea
tutakula imani, tutakula yaani utu wema, yaani zile karamu tunakula. Yaani wewe siri zako peleka kwa Baba. Bwana na shida peleka kwa Baba. Hausimtegemee mwanadamu. Mwanadamu anabadilika kama kinyonga. Akisema kwamba dunia sasa inalewa leo. Maana yake kama yule mfuta dunia, maana yake na wewe utatembea unalewa leo. Tafsiri ya mlevi maana yake ni yule siku na balance katika mwendo wa njia. Maana yake kuna watu kutoka kanisani hawana balance katika mwendo wa wokovu, wamelewa leo. Anaenda hivi, anaenda hivi, anaenda hivi. Kwa sababu amelewa leo, amekosa balance. Tunasema kwa lugha nyepesi, amepoteza dira ya wokovu. Kwa hiyo ukipoteza dira, utakuwa unasonga na dunia. Unalewa leo kama dunia inalewa leo. Ikiwalewa na unalewa. Ikitaruka na unataruka. Ikiyumba au kiruka na unaruka. Lakini sisi hatufuatishi namna ya dunia. Yesu wetu hajabadilika. Aliyekuwepo yupo na ataendelea kuwepo. Aliyefanya atafanya na ataendelea kufanya. Aliyetutoa atatuweka na atatupeleka. Yule mwenye kanuni zake, hata kanuni inabadilika. Atakayokuweka, atakuweka sasa hivi. Atakupa ustahimilivu, atakupa na namna ya kusogea, na namna ya kutembea, na namna ya kukuongoza. Sasa nyingine napenda Biblia inaambia kwamba utalala, usingizi wako utakuwa mtamu. Lakini siku kilala, kisha